Clouds TV, empowering lives. Tunaona Mungu hakutumia mikono, alitumia maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo neno ni kitu ambacho ni muhimu. What you speak, it is very important for everything. Very important for your movement, very important for your success. Wewe kufaulu lazima kuna maneno yalinenwa kwako. Wewe kuanguka kuna maneno yalinenwa kwako. Wewe kusambaratika kuna maneno yalinenwa kwako. Wewe kukua limited katika hiyo level umekaa ambayo hauondoki, kuna maneno. Na hiyo maneno ndio nataka tuzungumzie siku ya leo. Tuone ni vipi maneno haya yanakuaga na nini, na nguvu. Na ndio tujue hizi nguvu tunawezaje kuzibadilisha, badala zibomoe, hizi nguvu ziwe za kusaidia. So the words are powerful tools that can build up or tear down, inspire or discourage, heal or hurt. Yani maneno yanaweza kuheal, yanaweza kuhurt, yanaweza kuinspire, yanaweza kudiscourage, yanaweza kuinua, yanaweza kuleta chini. Neno ile unatoka kwa mdomo yako. Ndio ni muhimu sana tunapoongea, you weigh your words. Unajua unazungumza kwa wakati huu unazungumzia nini. Ile vita yote umeona dunia hii yote imetokana na maneno. Huyu alianza hivi, Irani walianza kufanya hivi, naye Netanyahu naye akasema hivi. Naye Irani akasema, naye Netanyahu akasema. Mara ya tatu Netanyahu akarusha bomu na huyu mwingine akarusha bomu. Kwa hivyo mwanzo wa vita, mwanzo wa kuanguka, mwanzo wa kuinuka na mwanzo wa kila kitu inatokana na maneno. Sasa jiulize, ni maneno gani wewe unajitakiaka? Bwana Yesu asifiwe sana. When you utasimama unasema mimi sitaweza hili jambo, umejirani, umejifuga. Maana umefuga kwa kupitia kwa mdomo yako. Most of our failures, things that we have in our life, kuanguka kwingi katika misingi yetu ni maneno ambayo tulisema. Maana ulipatiwa ka responsibility ukasema hiyo siwezi. Ulipatiwa kaambiwa fanya hivi ukasema hiyo haiwezekani. Hivyo ulisema haiwezekani, haitawezekana kwa sababu kinywa chako kiko na nguvu. Na chochote ambacho kinatoka kwa kinywa chako kiko na uhai. Na kitu chochote kiko na uhai, ukikitoa mahali kitaenda kukaa, kitakuwa na uhai huo, na huo uhai ndio utadictate maisha yako. Maana kuna wengine hapa, they are very successful business people. Wengine hapa, they are very successful in ministry. Wengine hapa, they are very successful in every other area. Lakini kwa sababu ya ile maneno ulijitabiria, that is where you are failing. Bwana Yesu asifiwe sana. Na umekuwa hapa ukiomba kila usiku kuchao, unaomba, you are praying to God, but you cannot make it because haujuangi wewe ndio ulijiroga. Na unasemaka fulani ndiye aliniroga, ulisemaka mchungaji fulani ndiye alifanya, unasema waganga fulani ndiye walifanya, na si waganga, ni wewe. Ile maneno ulisema ukasema this one I cannot make it, you will not make it. And you don't need a pastor to pray you for that. Wewe mwenyewe ndio ulisema mimi sijui, siwezi. Wewe mwenyewe ndio ulijifuga kwa maneno yako. Na hiyo maneno usipojifugua wewe mwenyewe, hakuna mchungaji dunia hii ako na uwezo wa kufugua maneno yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonanga wakati mwingine na wapatiaka kakitu kakufanya. Si eti naonanga unajua, mimi najua haujui, lakini nakupatia hiyo kitu kwa sababu kuna kitu nimeona iko ndani yako. Kuna maneno, kuna kitu, kuna roho ambayo yako ndani yako, na hiyo roho yako na power ya kufanya. So you have the potential. Na hiyo potential, ile kitu nafanya nitakupatia kazi ambayo itaenda kuvuruga hiyo potential, itakoroga huko ndani. Ndio hiyo kitu iko ndani yako kianza kufanya kazi. Na hiyo kitu ndio kianza kufanya kazi, nitaachilia maneno, nitakwambia wewe kutoka leo wewe ndio chairman wa kusimamia hawa watu. Si eti mimi najua hakika wewe you are not a chairman. Hauna nguvu ya kufanya hivyo, lakini inside you kuna authority uko nayo. Kuna nguvu uko nayo ambayo si ya kawaida. Ndio naona nimekukoroga. Na nimekukoroga, nimekupatia kitu gumu. Ndio ile kitu iko nao, ukipambana katika hali ya kupambana, ndio utapambana mpaka hiyo kitu iko ndani yako ifunguke. Hiyo ndio inaitwa malezi bora ya kulea mtu ambaye kesho ako na future.
Sio ni kukuja hata nikikuwekelea mkono hapa nikobee, Baba nasema kutoka leo huyu mtu akuwe pastor. Hauwezi kukua pastor, lazima nichochee kipawa chako. Na kuchochea kipawa chako ni kukuweka kwenye hali ambayo ni fix, na kuweka kwenye ile kona na kuambia toka kwa hiyo kona nenda kwa hii kona nyingine, na ukiangalia hakuna njia. Sasa hapo ndio unapiga magoti, unaambia Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Na mtu mwingine mjinga anasema siwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema hauwezi, hautaweza. Hiyo mlango umefunga. Na ni mimi nilikuwa nimeambiwa na Mungu nikufungulie hiyo nini? Hiyo mlango, nikuonyesha uko na potential, uko na mahali unaweza kwenda, uko na kitu unaweza fanya kupitia kwako. Kuna kitu kilicho ndani yako ambacho kiko na uwezo wa kukupeleka next step. So wakati una resist, unakataa kusema nimekupatia, lakini unasema sitafanya, umekataa ile kitu iko ndani yako, umefunga. Hiyo mlango umefunga. Na wakati ya mlango hiyo kufunguka ilikuwa imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So you can be able to hurt, you can be able to bless. Mdomo yako ina uwezo wa kubariki mtu na abarikiwe. Ndio naonanga kila wakati nikizungumza na wewe, lazima nikienda kumaliza nakwambia Mungu akubariki. Hata kama ninajua uko na matatizo na mimi, nitakwambia tu Mungu akubariki, kwa sababu kuna maneno yangu yana uwezo ya kusimamisha wewe, kukufuga ama kukusaidia uendelee. Na ndio unaona kuna watu wengine walikuja kanisa kama hii, ama wameingia kwa kanisa, wako kanisa miaka 11, miaka 12, but they don't have any single fruit. Because first of all, before ukue fruit, before ukue successful, mdomo yako lazima ijenge kitu. Mdomo yako lazima inene maneno ya baraka, maneno ya ushindi, maneno ya kutoka hapa kwenda pale. Lazima ndio uanze safari, lazima useme netoaje ya safari leo. Ndio uanze ministry kama hii, lazima ulete watu pamoja na wewe mwenyewe ujinenee na uone hii kitu itafaulu. Na kutoka hapo unaona hiyo kitu, kwa sababu utabiri wa maneno yako ni uhai katika maisha yako. Katika kitabu cha Mwanzo inasema in the beginning, siku ya kwanza kabisa, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. There was evening, and there was morning, and there was day. Alisema let there. Hakusema na masikio, hakusema na macho, alisema na mdomo. So kitu cha kwanza for you to be successful in life, lazima ni mdomo yako. Mdomo yako ndio mlango ya kwanza ya kukufungulia maisha. Your mouth. Mdomo yako ndio kitu ile inafungaga maisha yako. Ile ukisema mimi sitaweza, umefunga maisha. Mimi nitaweza, umefungua maisha. Ukisema baraka, hiyo baraka itakaa. Ukisema baraka isiwe, haitakuwa, kwa sababu in the beginning God created heavens and the earth. Alitengeneza na nini? Alifinyaga udongo? Hakufinyaga. Ni kusema alisema kuwe na mbingu na kuwe na dunia, na ikafanyika. That power to say. Hiyo ndio power inafunguaga maisha yako. Hiyo ndio power inaleta ndoa yako. Hiyo ndio power inaleta biashara yako. Hiyo ndio power inaleta huduma yako. That power, that capacity ya kusema kuwe kitu na kinakuwa. Mtu lazima uube, na kunaumbaga kupitia kwa mdomo. Lazima utengeneze kupitia kwa mdomo yako. Lazima useme hiyo kitu. Usiposema kitu chochote hakitakuwa. Hata ufinyange udogo, hata ufanye chochote, maana Mungu alisema na tumuumbe mtu aliye kama sisi. Na tumuumbe mtu aliye kama sisi. He created man in the mind first. Then alipomcreate akamnena, akasema tuumbe mtu. Ndio akaenda akachukua mchanga, akafinyanga, akatengeneza binadamu. So whatever you say about yourself, ile ya kushindwa utashindwa, ile ya kufaulu utafaulu, ile ya kubariki utabariki, ile ya kulaani utalaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Biblia inasema tuko na uwezo, kile chochote kimefunguliwa hapa duniani hata mbinguni kimefunguliwa.
Kile kimefugwa hapa duniani hata mbinguni kimefugwa. Kile kimefuguliwa kinafuguliwa na mikono? Hakifuguliwi na mikono, kinafuguliwa na mdomo. Na kile tumefuga tunafuga na nini? Na mdomo. Kwa hivyo mdomo ni kitu cha muhimu sana katika maisha yako kufaulu ama maisha yako kutofaulu. What do you say about yourself? How do you look at yourself? When you are told ukue A, B, C, D, how did you react? Mdomo yako kitu ya kwanza ilisema nini? Mdomo yako kitu ya kwanza, wakati angalia mtu anaitwa nani, Josefu alienda akaambia baba yake, nimeona nyota moja na nyota zingine zinamiinamia. Naye baba yake akamuuliza, namna gani? Kwani utatutawala? Hiyo peke yake ndio ilianzisha vita zote za Yosefu. Ikayoletwa adha. Hiyo ikafungua mlango. Maana ni kama mshtuko. Baba yake badala afurahie ni kama alistuka kushindwa, kona haka kama mtoto atakuja kutukalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio ninaga maneno ambayo unatoa kwa watoto wako, maneno ambayo unaotoa katika jamii mahali huko, maneno ambayo unayasema kwa wakati wote, yale ni maneno muhimu, yanafaa kuangaliwa. Before you speak it out, before you say it out, before you do anything using your tongue, weigh your words. Sikiliza kwanza, jiulize, ili neno natoa, kuwa na subira, kuwa na bump ya kuzuia kidogo, ndio usiweze kuongea maneno ambayo yatakuja. Na maneno mengine ninaweza achilia hapa, kama nani huyu alisema kusinyeshe, ni Elijah. Aliomba sekondi moja, it was a fraction of a second, akasema Mungu, nimesimamisha mvua. But how many years did it take him to return the same, to rewind? It took 3 years. What we release mwanzo, ile kitu tunasema hapa, inakuwa rahisi kufanyika, lakini kuifuta yale maneno ulisema ya kusema sitaweza, sitaenda, sitafaulu, sitakuwa, hiyo maneno kurewind, it takes you years. Maana wakati aliachilia neno lile, aliliachilia wakati wake. Sasa kufuta lile neno litafutwa kwa wakati wake, na wakati wa kufuta maneno ni 10 years from today. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilisema mbarikiwe, nilisema mbarikiwe kwa sababu Mungu ameniweka maneno hayo. Wakati umefika wa kubarikiwa, lakini hajaniweka maneno ya kufuta hiyo baraka. Mungu ameniweka maneno ni laani, kwa sababu pia kuweko maneno ya kulani, Mungu pia huweka mtu. Hata kama shetani anaweka, pia Mungu huweka mtu. Ni kufuge. Wakati huu Mungu ameniambia fuga hiyo kitu, nitafunga. Lakini hakaniweka maneno ya kufugua. So nitangoja mpaka wakati wa kufuguka. Na labda wakati wa kufuguka ni miaka 20 kutoka sasa. So nita uwezo wa kufunga, lakini kufugua nitaongoja wakati. Kila kitu hufanyika kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kinafanyikaga ati by the way, ati ili nikuta mimi tu nilifika hivi nikakuta wamepanga laini nikaitwa wa kwanza. Hapana, ni Mungu alikupanga ufike wakati huo. Maana kuna wakati ulisema nina uwezo wa kufanya hili jambo. Kwa hivyo ground ikaanza kutengenezwa mpaka siku hiyo ukajikuta kwenye hiyo blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hizi vitu zote unaona kwenye Genesis 1 vilikuwepo, vimepangwa, vikingojea wakati wake wa kufanyika. Wakati mtu anaitwa Solomon alitengeneza temple, ilikamilika, lakini si yeye alinunua material. Bwana Yesu asifiwe sana. Material na shamba haikununuliwa na Solomon, ilinunuliwa na baba yake Daudi. Maana baba yake Daudi ndio alikuwa anataka kujengea Mungu hekalu. Lakini Mungu akamwambia mikono yako iko na damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mikono yako iko na damu, haiwezi kanijengea nyumba. Mtoto wako ndiye atanijengea. Lakini alienda akanunua shamba. Akanunua kwa mtu alikuwa anaitwa nani? Alinunua kwa mtu anaitwa Arauna. Bwana Yesu asifiwe sana. Arauna alikuwa anataka kumupatia shamba bure. Akamwambia siwezi kujengea Mungu mahali. Siwezi kama sijagharimika. Lazima nigharimike ndio nijengee Mungu. Na ndio naonaga wakati mwingi ndio baraka yako ikuje unahitaji kugharimika. Ndio baraka na milango yako hiyo huduma iliyo ndani, kwa sababu hauko hapa kimiujiza, hauko hapa bila plani,
Uko hapa kwa sababu Mungu alikutenga. Na ndio naonanga nawashirikishanga katika nini? Kutoa. Nawashirikisha kwenye sacrifice. Nawashirikisha kwenye miradi mbalimbali ambayo nafanya. Because katika hiyo miradi ndio inakufungulia milango yako. Wakati unatoa, unagharimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unakuja unalala hapa kama intercessor, unakaa wiki mzima hapa, umegharimika. Wakati unatoa pesa yako katika huduma, unagharimika. Wakati unasafiri kwenda mahali fulani kwa sababu ya kazi ya Mungu, unagharimika. Hakuna kitu hata kimoja ambacho kinaweza kukuja kwako kama haujagharimika. Ndio Daudi akasema, mimi sijagharimika na siwezi kuchukua kitu kwa ajili ya Mungu, ndio kitu ambacho sijagharimikia. Maana gharama ndio sacrifice. Gharama ndio sacrifice. Na hiyo gharama ndio inafanyaga maisha yako ifunguke. Hiyo gharama unaambia utoe kwa ajili ya kulipa rent, utoe kwa ajili ya kulipa stima, utoe kwa ajili ya kulipa kitu fulani. Toa na usirudi nyuma. Maana ni investment unaweka kwa sababu ya kesho. Hiyo kitu unafanya saa hii, you might not harvest it now, but you come to harvest it through your children. Hiyo kitu unafanya saa hizi, you might not see it today, but 10 years to come utaiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo ndivyo unajua ulipanda nini kupitia kwa maneno yako. Ni nini ulipanda? Wakati nilikuwa najegea hao mapasta, nilikuwa napanda, kumbe hii kitu itakuja kumea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaniambia hivyo ndivyo itakuwa design. Sasa nimekufungulia Nairobi, nimekupatia kiwanja, enda ujenge Nairobi. Sijaona kiwanja, lakini nimeambiwa nini? Nenda Nairobi, utafanya nini? Nimekupatia kiwanja. Ndivyo aliambia Joshua, nimekupatia mji wa Jericho. Lakini mji huu wa Jericho akamwambia nini? Be strong and be courageous. Kuna kitu Mungu alificha Joshua. Hakumwambia ukweli, alimwambia nimekupatia Jericho. Lakini hakumwambia ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na kiwanja Nairobi, lakini ni nini? Ni vita. Lazima tutaipata. Kwa hivyo lazima tujinenee makubwa. Lazima tumiliki Nairobi. Ndio unaona wakati mwingine nawaambia usiku tunatoka hapa, tunapiga raundi huko, nawaambia tukanyage Nairobi. Maana sijui ni wapi, sijui hiyo kiwanja iko wapi. Tukanyage, tumiliki Nairobi. Tukinenea Nairobi ndio ikae mzuri. Ndio watu waache kulala. Unajua wasipomiliki Nairobi wanalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ndio naona lazima unene. Lazima you say it with your power. Kama ni Bwana munene. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mke munene. Hallelujah. Kama ni kazi inene. Kama ni ubiri unene. Unene kwa kinywa chako na mtafaulu. Lakini tukikuwa na watu hapa, tuko hapa hii kanisa, lakini hatuneni. Hivi vitu unaona ziko hapa empty, ni kwa sababu hamjaziongeleza. Chika kiti kizungumzie, kinene, kiapie. Kama ni marriage yako, inene. Kama ni kazi yako, inene. Kama ni anything that you are doing, speak to it. Bwana Yesu asifiwe sana. And you speak positive, don't speak negative. Ukisema negative, it will happen to you. Mimi siwezi, hivyo ndivyo kutakuwa, imeandikwa. Mimi sitafanya, hivyo ndivyo kumeandikwa, itakuwa hivyo. Lakini ukisema venye mtu anaitwa Joshua na Caleb, walirudisha maneno gani? Wale watu 10 walisema huko kuna totiketoria. Huko hatuwezi. Wale watu wako huko ni giant. Kuna miti mikubwa. Ni kimsitu kikubwa. You cannot make it. We cannot. Watu 10. Lakini watu 2 wakakuja wakaambia Musa, enyewe venye hawa wamesema ni kweli. Ni kweli, misitu iko huko. Ni kugumu. Terrain ya huko haikubariki. There is nothing that is workable there. But tukienda na Mungu ule tunaabudu hapa, tuende huko, tutashinda. That positive word from 2 people. And that is why, kutokana na maneno ya Joshua na Caleb, it is only Joshua na Caleb walifika Kanaani. Wengine hawa wote walikuwa wakati huo, watu wa Misri wote walikufa, including Moses. Wale walizaliwa kwenye jagwa ndio walivuka. Why? Hawa wa jagwa, they never had a negative story. They never had any story. Walienda kwa sababu they didn't have a story. But Joshua na Caleb ndio waliona na wakadhibitisha na wakajua ni kugumu, ni kubaya, lakini with our God we can be able to make it. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we say here now. With our God
we can be able to speak, to do it. With our God we can be able to be successful. With our God we can be able. Maana tumejionea makubwa. We have seen victory in this church. We have seen powerful things happening in this church. We have seen things working out in this church. So in that spirit of seeing, you can tell God, you say, huyo Mungu mwenye ametusaidia tumefika hapa. Huyo Mungu mwenye ametusaidia kanisa hii hatuna kiti ya plastic. Bwana Yesu asifiwe sana. What you plant, how you do it. Na ndio unaona mimi sikuagi na wasiwasi nikifanya investment. Sikuagi, because I know you only need to plant. You only need to make that word. Uambie Mungu ninataka kuuza hii kiti 2.5 million. Nataka kufanya hii kazi ya 100 million. Bwana Yesu asifiwe sana. Because what you confess, that is what will become. If you confess maisha, yani wewe ni hadhifu, ate gaiwa mutheni. Gaiwa gieki, ate Mungu wa maskini. Hivyo ndivyo utakuwa. Huyo Mungu atakuja akiwa Mungu wa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiita Mungu wa matajiri, atakuja akiwa nani? Ndio unaonanga tunaitaka Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa nani? Wa Ibrahimu. Maana tunaitanisha Mungu kulingana na matendo alifanyia huyo mtu. Na ndio nakwambiaga wakati unaita Mungu wa Joshua, fikiria kama uko tayari kwa vita. Maana Mungu wa Joshua ni wa vita. Alikuja akiwa ndani ya vita. Na akamwambia sasa si miracle, si nyoka ibadilike, si kamuti kabadilika akakuwa nyoka. Hapana, ni kutamura, kupiga watu, kunyonga, kuchinja. Alichinja maruto 5. Akaekelea kichwa juu ya mti. Maruto watu ngapi? Ni Joshua. Soma Joshua kutoka 1 mpaka chapter 9 hapo hivyo. Utaona. Aliwachinja because that is what he was given. Naye Musa alipatiwa mambo ya nini? Kutenda miujiza. Unaweza kufanya the same ministry but differently applied. Bwana Yesu asifiwe sana. So Musa alikuwa anaambiwa, ni nini umeshika? Ni kamuti. Wekelea chini, kanakuwa nyoka. Anaanza kumeza nyoka zile zingine. Ni nini umeshika? Ni mkamuti. Goga mawe. Maji nini? Barabara inatengenezeka. Because that is how God operates. But all these things, they will work to you on wabia Mungu. Huko hakujanyesha miaka 3. Hata kabla hiyo kuna kamvua kamoja kalinyesha one day, and before that 6 years, 3 years kulikuwa bado. Kwa hivyo in the span of 6 years we have only rain of 1 day. Alafu Mungu anakuambia nitakubariki hapo. Mjamaa kwa sababu ya faith ya baba yake alirudi, because he believed in the words that his father spoke. He believes in the words that God spoke to his father. Na his father said, ati nitakubariki na kizazi chako nitafanya nini? The words ambazo Mungu alitoa. Those words, they are very powerful. Mungu alisema, akamwambia Abrahamu, kizazi chako kitabarikiwa, uzao wako utabarikiwa. Kama nikubariki, nitakubariki. Maneno ya Mungu ya mdomo. Na Mungu akaweza kutoka hapo akachunga kizazi chote cha Abrahamu mpaka leo. Ndio ubarikiwe, tunajitanisha na nani? Na Abraham. Ndio wewe ubarikiwe, lazima uconnect na Abrahamic blessing. Ndio unaona kila mtu anang'ang'ania kuitwa Abraham, kuitwa Abrahamic. Waislamu ndio hawa, Wakristo ndio hawa, watu wote unakuta wanang'ang'ania kuitanishwa. Because of what? Kuna mzee alineniwa neno, na hilo neno ndilo linatawala mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very, very paramount for you when you say I'm not going to make it, ujue umejirani. How do you speak? How do you say? Unasema namna gani? Here is why words are so powerful. Why are these words so powerful? They are so powerful because kitu kimoja, positive and encouraging words can motivate individuals. Positive and encouraging word. Ndio unaona mimi kama mchungaji, kazi yangu ni kuambia utabarikiwa. Kazi yangu ni kuambia utashinda. Kazi yangu ni kuambia utapona. Kazi yangu ni kuambia utafaulu. Kazi yangu ni kuambia lazima niendelee kutoa maneno mazuri mazuri. Maneno ambayo ukisikiliza tu unasikia hayana msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, unaona huyu mtu ni kukufa, anaenda kukufa, lakini Mungu nimesema utapona. Hiyo maneno yanabadilikanga, yanakuwa uhai, yanatenda. Na kuambia utatajirika. Na ukiangalia hakuna mtu hata kwa kirani yenu mwenye yako na kainchi, kakitu
kuonyeshana kuna baraka kwenu, lakini nakutabiria nini? Nakutabiria maneno mazuri. Utabarikiwa, milango yako itafunguka, neema ya Mungu ikuwe juu yako. Nimeachilia maneno yaliyo uhai. Hiyo kitu itakuja kumea, hiyo kitu itakuja kukua. So therefore the words brings behavioral influence. Words zinaleta kitu inaitwa behavioral influence. Your behavior zina influence your behavior. Ukisema hautaweza ni kuinfluence your behavior towards failing. Ukisema utaweza ni kuinfluence behavior towards success. So what you determine. Wewe mwenyewe ndio una uwezo wa kudetermine utakuwa namna gani. Utaenda kwa failure ama utaenda kwa success. Utaenda kurudi nyuma ama utaenda mbele. Kuna watu wako nyumbani, wamekaa nyumbani because they cannot make a decision to move. Wale watu walikuwa na ukoma, walisema namna gani? Tutaondoka, tukikufa tutakufa, wakituhurumia watuhurumie. In either way we are materials za kukufa, lakini twende. Walipofika kule, kumbe Mungu alitaka kuwatumia kama silaha. Kuna kimutu kilikuwa kimenena maneno, kinasema hapa hamutaingia. Naye mtu mwingine alikuwa amesema kesho saa kama hizi wewe utakuwa maiti na hiki kitafanyika. Kumbe Mungu naye akaingia ndani ya watu walikuwa na nini? Walikuwa na ukoma. Akawaambia mkeni. Walipoanza kuenda, walienda ni kama watu wako na vita. Watu kusikiliza what is happening huko, wakasikia sauti, walianza kutoroka. Ule mzee aliyekuwa amesema hakutawezekana alikanyagiwa hapo akakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. What you are determined to do will make you. Kama wewe you are determined kukuwa mtu shaba boy, wewe utakuwa shaba boy. Kama akili yako inakuwa kama mtu wa kuajiriwa kama shaba boy, utakuwa shaba boy. Na Mungu atakubarikia wapi? Ukiwa kwa shaba boy. Na kama wewe unajua kama mimi I am a manager, even if your education does not indicate that, it will come to pass what you confessed. Mwambie mwenzako what you confessed na Kizungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, you word that you release zinaleta kitu inaitwa self perception. Self perception. Perception yako wewe ndio unajipatia class. Perception is about how do people look at you. How do you look at yourself? How do you think about yourself? How do you see yourself? Hiyo ndio inaitwa perception. Sasa kwenye perception, the words we speak to ourselves and others can shape our self-esteem and confidence. The word that we speak can shape our self-esteem and confidence. Lazima ujenge. Maneno yako ndio inakujenga, ndio unakuwa na confidence, ndio unakuwa na self-esteem, ndio unakuwa na power, ndio unakuwa na nguvu, ndio unakuwa unaendelea kunena. Ndio tunaendaka kule crusade, tunahubiri, tunaenda mahali kunahubiri, tunaenda kila mahali tunafanya maneno makubwa makubwa, kwa sababu wakati wa kufanya hiyo maneno haujafika, lakini tuna prepare ground ya kufika huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to prepare the ground of where you are going. You must be able to prepare the ground of your achievement, of what you want to become. The words that you speak. Ndio kanisa hii kuwe kanisa kubwa, lazima tuijenge kwanza hapa, na tujenge na mdomo wetu. Ndio tukue na waombezi, lazima uanze kufanya hiyo mambo ya kuomba. Lazima ufungulie anga ifunguke, na mdomo yako ndio inaweza ya kufungulia anga hiyo ifunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, the words that we speak inaleta kitu inaitwa spiritual significance. Spiritual significance. Ni kusema namna gani? Spiritual significance, some religious perspective emphasize the power of words to bring life or death, blessings or curse. Spiritual significance. Ile maneno unaachilia yanaleta uhai kwako, yanaleta kufaulu kwako, yanaleta kushinda kwako, yanaleta kuanguka kwako, yanaleta kuinuka kwako, yanaleta kuharibika, yanaleta kuchizi. Yani anything that you speak, it has a spiritual impact. Kwa hivyo maneno, ukionea neno lolote ujue liko na kitu inaitwa spiritual impact. Bwana Yesu asifiwe sana. When you say I cannot make it, there is a spiritual impact. When you say I can make it, there is spiritual impact. When you say I cannot do it, kuna spiritual impact. Ukisema I can do it, there is spiritual impact on what you say anywhere and at whatever time. Sasa angalia maneno, more especially mtu mwenye ameokoka.
mtu mwenye ako kanisani ako na presence ya Mungu, ya spirit around them, so whatever you say it happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio unaonaga watu wengine wamekwamilia kwenye umaskini. Ni kwa nini? Kwa sababu walijitabiria, mimi siwezi. Modeni wa Ngai aturagio ni Ngai. Huyo mtu ni nani kwake? Wale watu wa siku hizo, ni nani kwake hakukuimba kaseti ya huyo mtu? Kuna boma ya Mkikuyu hiyo kaseti haikuiba. Huyo mtu anaendaka na baisikeli. Sasa huyo mtu anaendaka na nini? Anaendaka na baisikeli, na hai baisikeli alinyang'anywa, maana alishindwa kulipa maziwa ile alikopa kwa kioski, akanyang'anywa baisikeli ilipa maziwa. Modeni wa Ngai aturagio. He confessed to himself. Modeni wa Ngai aturagio. What you confess, it will happen to you. Yeye alifikiria ni wimbo na hii, lakini yeye ndiye alikuwa maskini. Alichotwa baisikeli. Hata hilo mwithikiri nekole mundu kuri hairia agikomba iria negera iria ningakuri hamwisho, negera iria ningakuri maziwa, akachotwa baisikeli. Ile kitu kidogo alikuwa naye kumpeleka kwenda kuuza tu cassette ikaenda, maana alisema mutheni wa Ngai aturagio niki no Ngai. Kwa hiyo no nginya uthine nigetha muturanie na Ngai. Urio waragia feri ile waragia iyo nio Ngai akurehagira nigetha muhote tondu wetia Ngai wa thina, na Ngai wa thina no nginya agio, na ndokaga Ngai okaga ari thiini waku nigetha andu mone Ngai waku muoyo. Ngai wa thina utawe uria uciku uriaga thina niki we ni hawaiteire Ngai wa thina. Tawe uria Njeri uriaga thina niki ni Ngai uriku wetire. Ngai wa thina ri wa muhingurire gatirisha kana kamurago kana agereire ventilation ni ta njagathi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu unaona walikuwa kokoruda, walitoka Udhaya, walitoka Murang'a, walitoka Moro, walitoka Kisumu, walitoka from a village, just the way you came out of a village. Na yule mnaona mtu wako Mukuru pia na yeye alitoka village. Bwana Yesu asifiwe sana. Venye alijitabiria ndivyo maisha yake ilienda. Kama ulijitabiria ukaona hawezi nie kudigiota kuikara na Mukuru, utaenda Mukuru. Lakini ule mwingine alijitabiria akasema mimi sitaishi Mukuru, nitaishi Ruda, hata kama sina masomo nitaishi padi hii. Na ilifanyika. Sio rocket science what you said. Watu wote walitoka from the same village, walitoka kijiji moja, constituency ya Udhaya wote. Mwenye yako Ruda, kuna mwenye yako Ruda alitoka Udhaya, na kuna mwenye yako Kibera katikati nyumba ya matope alitoka Udhaya. What is the prophetic from your mouth about yourself? Because that is what will propel you. Kama umetabiria ati wewe kazi yako ni kuajiriwa, siwezi kuweka biashara, ndio nakata ingihota biashara, hautaweza. Maana umerelease maneno, na maneno yako yote yako hai. Ni tamakadi ndio nakata ingiuma Nairobi yeye kodo koge. Mungu anasema uende Mombasa. Na anasema ni tamakadi ndio nakata ingie Mombasa. Kai, ni Mombasa niko koroko na majini na arogi. Nani alikupatia? Nani alikuambia? Si ndio maana Mungu anakutuma huko uende umalize hiyo wachawi na majini. Bwana Yesu asifiwe sana. So be very careful. Ukipatiwa responsibility, be careful with that responsibility. Mind about it. Hallelujah. Yes. Build your own. Jijengee baraka zako, jijengee future yako, jijengee ndoa yako, jijengee biashara yako, jijengee ushindi wako, jijengee utajiri wako kwa mdomo. Jenga kwanza kabla ufike huko, jenga. Mungu hawezi kukupatia kitu ambacho hujajenga. Lazima you have to prepare, na inatokaka kwa mdomo inaingia kwa mind, una prepare. Sasa ikiudika itengenezeke mzuri, Mungu ndio anakuja anakupatia wheelbarrow. Ulikuwa naomba gari, Mungu anakurushia ka wheelbarrow. Ya nini? Ya kusafisha kiugo kia ng'ombe na gambuti. Chini gari unasukuma, siku na mguu unasukuma hiyo gari, hapo ndio unaanzia driving school.
Kaka kidogo ndio unakuta anko anakuletea kabaiskeli kama mtoto yake kamiwachokesha. Anakuambia sichukue hii baiskeli inakusaidiaga. Unachukua baiskeli unaanza kujifundisha. Hiyo bado ni driving school. Bwana Yesu asifiwe sana. God is building you. God is a God of process. He must process you through. Hauwezi kudrop saizi hapa na useme mimi ni milionea. Na ati mimi niliota nikiwa na mamilioni. Kuna mtu mwingine ananipigia simu hapa ati aliona mamilioni kwa nyumba moja hivi. Ananiuliza what is the meaning of that? Ninamwambia kuna mamilioni. Hallelujah. Oh, thank you God. Lakini namwambia sikiliza sasa nikwambie. Kuko na milioni. Lakini ndio ufike kwa hiyo milioni. Kuna safari hapa. Na utasweat. Kai apostle na wewe nagia modo atia. Because God will never show you the process. God tells you the beginning, mahali huko na mahali unaenda. Hizo mbili Mungu anakuonyesha vizuri. Na anakuonyesha utakuja kuwa president, lakini kutoka hapo to become a president, he never show you. He will guide you with your mouth. He will guide you with what? With your mouth. Venye utakuwa ukinena, venye utakuwa ukisema, hivyo ndivyo utakuwa ukiendelea kufaulu. Hivyo ndivyo. Ukisema umeanguka, unaaguka. Ukisema umesimama, unasimama. Ukisema ninaenda, unaenda. Ukisema nitafaulu, unafaulu. Ukisema sitafaulu, unakosa kufaulu. So, the process for you to become is in your mouth. The process for you to succeed is in your mouth. What kind of a mouth do you have? What kind of speeches unasemaka maneno magani? Ukiona challenge ile una face kwenye maisha yako unasema ni adai wao kwa utakufa. Utakufa. Ukiona umetoa hiyo kitu kwa mdomo, because the process has begun. Ile kitu inatokanga, it is coming from where? What the tongue speaks is the abundance of what? Of the heart. Already imekuwa. Ndio unaona kama mtu akisema ni majira na meaning ya kutora. Yes, because already the heart is dead. The body is waiting to die. Na it wanted your mouth to speak it. Na ukirelease itafanyika, maana itaandikwa. Ile kitu ambayo haijadirisiwa, haijaandikwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Lazima itoke kwa heart, ikuje kwa mdomo, ndio kalamu ya mbinguni iandike huyu mtu ako tayari kukufa. Sasa kule malaika wa kifo wanaanza kuambia tunamteja Mungu wako na ako tayari. Huyu hata si wa kwenda kutafuta, ako tayari. Amejitabiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si mwili utaanza kukufa, kabiashara kako kakakufa, kadoa kako katakufa, utaanza kureceive rejection. Kila area yako, kila mahali huko utakuta watu hata wamekukataa, maana already you are dead. You are a carcass. Unanuka. Maana spirit ya kukufa inaachiliwa. Na malaika wa kukufa wanakuwa na kusurround, unatembea nao, sasa unasikiaga unanuka moshari. Ndio unaona watu wanakuondokea pole pole, unashindwa kadrani. Unaenda kununua ile marashi ile inaitwa Sudan bint el Sudan. Unakuta sasa umenuka vibaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important for you to understand how you use your mouth to prosper, because your prosperity iko katika mdomo yako, haiko mahali kwingine. Na ukiona unapatiwa opportunity, kuna kitu Mungu anakutayarishia pale mbele. Lakini sasa anataka kukupatia opportunity hapa, ndio aone pale mbele utaenda namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Because anataka kukupatia. To harness the power of words for good, consider these points. The power of words for a good cause. Kulete hiyo nguvu ya maneno ndio ikuletee matunda mazuri. Maneno haya ndio nataka ushike mzuri, nitakusaidia. Kitu ya kwanza, be mindful of what you are saying. Pay attention to the words you use and the impact they may have on others. Pay attention on the words ile unatumia and the impact. Number 2, speak with intention. Bwana Yesu asifiwe sana. Speak with what? Intention. Have an intention of why you are speaking. Ni kwa nini unazungumza hiyo maneno. Kwa hivyo lazima ukuwe na intention kamili ya kujua ni kwa nini unazungumza hiyo maneno. Sio unajua kuna mama wengine hapa ndio unaona watu wengine tulikuwa tunaogopa kuoa mpaka tufikirie vizuri. Yes, speak
Choose your words carefully, aligning them with your value and intention. Aligning them with what? Your value. Bwana Yesu asifiwe. So you need, choose your words carefully, aligning them with your values and your intention. With what? Your value. Kwa hivyo ukiona mtu anaachiliaga mdomo kama ka computer, value yake ni hivyo hivyo iko. Ile maneno anatoa, hiyo ndio value yake. So look at the people venye anaogeaka, hata akisimama mbele yatu venye anaogea, venye anasema maneno ambayo always inatoka kwa mdomo yake, hiyo ndio value. Sasa hiyo ndio value ile unaachilia. Bwana asifiwe sana. Number 3, build others up. Jenga wengine kupitia kwa maneno yako. Jenga wengine. Wacha kudunisha huyo mzee. Mzee anaweza kuwa weak, mama anaweza kuwa weak, lakini sasa ile kudunisha, ile maneno unasema ya kudunisha ndio inaleta shida. Usidunishe mtu. Use your words to encourage, inspire, uplift those around you. Encourage them, inspire them and uplift them, those who are around you. Use those words. Tumia kinywa chako kwa maneno mazuri. Tumia kinywa chako katika baraka. Tumia kinywa chako katika kuinua watu na kuleta watu wanaona kweli you have a God in you. Because maneno yako, mdomo yako ndio inafanyaka tuonekane tuko na Mungu ama hatuna Mungu. What you speak, what you say. It is not how you dress. It is what comes from your mouth. It is what makes you to become. And lastly but not least, guard your tongue. Guard what? Your tongue. Yani ulimi ni kiumbe kidogo, lakini matatizo yake ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing that you need to understand. That ulimi huu ambao uko katikati ya meno ni kiumbe kidogo sana, lakini matatizo yake yanaweza kuchoma dunia. Ile vita yote umesikia, First World War, Second World War and the wars ambazo zimefanyika dunia hii, zimefanyika kutokana na nini? Na ulimi. Umasikini umeletwa na nini? Na ulimi. Utajiri umeletwa na nini? Na ulimi. Kuendelea kumeletwa na nini? Na ulimi. Watu kukufa kumefanya nini? Na ulimi. Ama mfikiriagi ulimi ni kitu kibaya? Ulimi. So ulimi huu una matatizo yake makubwa sana. Na be mindful of what you say and avoid gossip, negativity or harmful language. Avoid gossip, negativity or harmful language. Hii maneno mnasema semaka, negativity, harmfulness, whatever you say, it is very important. How negative you are towards others, it will build them or bring them down. Avoid it. For us, for this church to grow, for your family to grow, for your family to grow, for your marriage to grow, for anything to happen in life, be mindful. Be mindful. Tusimame tu kwa miguu yetu. Bethel Clouds TV, empowering lives.